Get the point. Take a step forward. In a better direction and for a better influence. Shetani anajua kwamba familia ikiwa salama, familia ikiwa nzuri, familia ikiwa inamcha Mungu, anajua kwamba hii nchi itaenda mbele salama. Anajua ukoo huo utaenda mbele salama. Anajua kwamba kijiji hicho hakitakuwa na mambo mengi. Sasa na yeye kwa sababu anajua namna hiyo, anatafuta mbinu zote za kuharibu familia zetu. Shetani anajua kwamba apeta direction kwa familia, kwa nchi yetu, kwa kila mahali, katika kazi kwenye tunafanya, business and everything, kwa sababu watu wote wanatoka kwa familia. Kwa hivyo anataka kuharibu familia. Jambo lingine anafanya ni hili. He knows that a faithful family is needed for the church and for the country to continue serving God. Anajua kwamba faithful family, familia nzuri, familia ambayo inamcha Mungu, basi itafanya kanisa la Mungu liende mbele sambamba, na hata nchi itaenda mbele vizuri. Kwa hivyo Shetani kazi yake hataki kuona watu wakiwa na furaha. Jamani wapendwa, Shetani hataki kuona watu wakiwa na furaha. Na mimi nataka kukuhakikishia kwamba unapolia, wapendwa, unapolia kwa sababu ya familia yako, unapolia kwa sababu ya changamoto, unapolia kwa sababu la jambo hili na lile, Shetani anafurahia pale anapoona watu wanalia. Kwa hivyo wapendwa, nataka uweze kujua na kufahamu kwamba kilio kinatokana na Shetani. Yeye anafurahia sana pale watu wanapogombana, pale watu wanapopigana, pale watu wanapososana nyumbani. Hivyo ndivyo anavyofurahia. Hiyo ndio raha yake. Ndio sababu anahakikisha kwamba atatafuta mbinu zote ili aweze kuharibu familia zetu. Satan will try to destroy whatever is very good, and the families are very good. From the book of Genesis 1:31. Shetani anajaribu sana kuhakikisha kwamba ameharibu chochote kila ambacho Mungu alitangaza kwa kinywa chake na kusema kwamba tazama sasa yote yamekuwa salama. Ni kwa sababu ya familia. Jambo hilo alimfurahishi Shetani na anatafuta mbinu zote ili aweze kuharibu familia zetu. So take good opportunity you have with your family. And this time as we are here for the crusade, tunaomba kwamba katika mkutano huu wa injili ya milele, na wewe upate kupata nafasi uweze kuhudhuria katika kipindi hichi na kipindi chote zile ambazo zinaendelea, ili uweze kujua na mbinu zile Shetani amepanga ili kuharibu familia zetu. Let us open our eyes and see what Satan is really trying to do with our families. Wacha wapendwa, tuweze kufungua macho yetu, tuweze kufungua macho yetu ya kiroho, sio macho haya ambayo tunayotazama. Tuweze kufungua macho ya kiroho ili tuweze kujua kwamba Shetani hako na mbinu gani ili kuweza kuharibu familia zetu. Maybe many families are not aware of what is trying to do to our families. So let us wake up to the reality. Sasa wacha tuweze kuamuka, tuweze kujua kwamba Shetani hako na mbinu gani, hako na mikakati gani, hako na mpango gani ili aweze kuharibu familia zetu. Tusije tukawa kama watu wapumbavu ambao wajui, maana Biblia inasema kwamba watu wangu wanakosa maarifa, watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na ndio sababu tumeleta mkutano wa injili ya milele. Hivi mwenzangu mpendwa, msikilizaji wangu, usije ukapotea eti umekosa maarifa, lakini uweze kufahamu na uweze kujua kwamba familia inastahili kuwa namna gani. Sasa sikilizeni wapendwa, familia hizi ama familia hii ambayo ninayozungumzia, katika uwezo wetu hatutaweza. Sisi wenyewe hatutaweza. Hata ukijaribu kusema kwamba familia yangu nataka ikuwe namna hii, watoto wangu nataka wakuwe namna hii, mimi nataka kupanga mambo yangu vizuri, hauwezi na hautaweza kama Mungu hata interfere.
kipindi, kama Mungu ataingililia katika familia yako. Na mimi nataka mtumishi wa Mungu Pastor Odina uweze kutusomea katika kitabu cha Zaburi 127 mstari wake wa kwanza, na mambo hayo ndio yatakuwa yale mambo yote tutapitia katika familia. Msingi wetu utatokana na kifungu hicho. Msingi wetu utatokana with that scripture ambayo tunaenda kusoma. Zaburi 127 mstari wake wa kwanza. Andiko nasema Bwana asipoijenga nyumba. Sasa sikilizeni wapendwa, nimewaambia kwamba nimesawalifu kwamba familia tunajifundisha mambo ya familia. Kwa sababu gani pastor? Kwa sababu kila mmoja anatoka kwa familia. Nimewaambia kwamba watu wazuri wanatoka kwa familia, watu wabaya wanatoka kwa familia, viongozi wazuri wanatoka kwa familia, viongozi wabaya wanatoka kwa familia. Yaani kila mtu anatoka kwa familia. Na hivyo sasa ndio tunaona kwamba shetani anataka kuharibu familia zetu, lakini hatujui. Na kuna wengine wanajaribu kusema kwamba mimi nitaweza familia yangu, mimi nitailinda, mimi nitafanya si what. Sasa wote tuweze kusoma neno la Mungu. Niliwaambia kwamba hapa ni Biblia peke yake iseme, Biblia peke yake iseme, na Biblia ndio tutakayosoma kwa kila hatua na kwa kila kipindi. Hebu soma sasa mtumishi wa Mungu. Andiko inasema Bwana asipoijenga nyumba. Bwana asipoijenga nyumba, walijenga wafanya kazi bure. Wale ambao wanajenga wanafanya kazi ya bure. Anasema kwamba Bwana asipojenga nyumba, Bwana asipojenga nyumba, wale ambao wanajenga wanafanya kazi ya bure. Na ninajua before niende mbele, mwingine anaweza sema kwamba pastor, sasa ni majengo gani hayo? Ni nyumba gani hiyo Mungu anajenga? Maana watu wamejenga nyumba nzuri. Hata wewe ukipiga macho yako namna hii, unaona jinsi vile watu wamejenga nyumba nzuri, watu wamejenga magorofa, watu wamejenga nyumba za mabati nzuri hapa na wamepaka rangi, watu wamejenga nyumba za matope, watu wamejenga nyumba za tiles, watu wamejenga nyumba. Jameni, watu wamejenga nyumba. Kila mtu kwenye anatoka, ninajua kwamba unatoka kwa nyumba. Kwa hivyo kila mtu hako na nyumba. Hata kama nyumba yako ni gani, hata kama nyumba yako ni gorofa, hata kama nyumba yako ni ya mabati, hata kama nyumba yako ni ya matope, hata kama nyumba yako ni ya boxes, kila mtu anatoka kwa nyumba. Na at the end of this lesson tutaweza kujifundisha na kuona kwamba sasa ni nyumba gani Mungu anataka kujenga. Maana Biblia inasema kwamba Bwana asipojenga nyumba, wale ambao wanajenga nyumba wanafanya kazi ya bure. Those who are building the houses, wale ambao wanajenga nyumba, Bwana asipokuwa hapo, hawezi kuwa kati ya watoto wako, hawezi kuwa kati ya mume wako, hawezi kuwa katikati ya mume wako, basi hayo yote yatakuwa bure. And that's what the Bible says, kwamba Mungu hasipojenga nyumba, wale ambao wanajenga, jameni, wanafanya kazi ya bure. Jameni, watu wamejenga nyumba nzuri sana. Hata wengine ukifika katika nyumba zao, huwezi kuingia na viatu, unatoa ndio unaingia. Watu wamejenga nyumba nzuri, watu wamejenga vizuri sana. Na kila mmoja, na wewe usijidharau, hiyo nyumba yako ndio hiyo Mungu anayezungumzia. Hiyo ndio umejenga, hiyo ndio uko nayo, na hiyo ndio Mungu anasema kwamba hasipojenga, wala ambao wanajenga wanafanya kazi ya bure. Biblia inaendelea kusema namna gani, mtumishi wa Mungu? Bwana asipoulinda mji. Biblia inasema kwamba Bwana hasipoulinda mji, yeye aulindaye kesha bure. Yeye ambaye analinda anakesha bure. Bwana asipolinda mji. Jameni, watu wamelinda mapoma yao sana. Watu wamelinda mapoma. Jameni, watu wamelinda mapoma. Wengine wamefence, wameweka blocks, wengine wamefence sana kwenda juu, wengine wameweka gate za nguvu sana. Lakini Biblia inasema kwamba wengine wamepitiza electrical fence, akifence na blocks, tena anaweka electrical fence. Wengine
watu wamelinda boma zao vizuri, lakini Biblia imesema kwamba Bwana asipolinda boma, wale ambao wanalinda wanafanya kazi ya bure. Wengine wamejaribu hata kuweka CCTVs. Watu wameweka CCTVs kwamba unapoingia katika boma unaonekana tu jinsi vile umeingia. Lakini nataka kuambia kwamba Bwana asipolinda, wale ambao wanalinda wanafanya kazi ya bure. Hebu wapendwa niwaambie, kuna mzee mmoja hapo kwetu nyumbani, na ni mzee anafahamika vizuri sana. Tena ni mtu hako na hera. Tena ni mtu amechenga vizuri boma yake na ameilinda vizuri. Wacha wewe umechenga na hata unaingililia mahali popote tu. Yeye huwezi kuingia kwake. Gate ni 3, tena kila gate iko na maaskari ambao wamechunga hapo. Securities wako hapo, tight security. Lakini mzee huyu wakati ule wa kitambo ambapo mambo ya CCTV ilikuwa imekuja, mambo ingine ya zamani, achana na mambo ya siku hizi, mambo ya digital na mambo mengi. Ule mzee wakati anaingia anatoka business yake, wakiwa na mama yake na bibi yake, wakiwa wamepepa pesa na kikabu, wamefanya business, wako na pesa mzuri. Sasa wanaingia na gari la Prado. Bila wanafunguliwa gate, askari wale wakapiga salute na wakamwambia mzee karibu nyumbani. Mzee akafunguliwa gate ya kwanza, akiona kwamba hawa ni maaskari wake kila siku, wala ambao amezoea, maana uniform iko namna hiyo. Yeye hakutaka kujua ni nani, maana kampuni inaweza leta mwingine. Akafika gate ya pili, watu wakapiga saruti, wakamwambia mzee karibu. Mzee akapita. Akafika gate ya 3, akapita. Akaingia kwa nyumba. Sasa vile anafungua nyumba, akafungua nyumba, lakini akapata mlango mlango ya nje iko open, na akafungua, akashindwa. Mama, kwani tulisahau kufunga nyumba? Bila anaingia ndani ya nyumba, akapata watu wakimwambia kwamba mzee karibu nyumbani. Watu wako kwake wametangulia na wako kwa nyumba yake sitting room, wamekaa hapo wanaume karibu 6. Wakamwambia mzee karibu, usijali, karibu nyumbani. Wakaingia na mama. Wakamwambia mzee pole kwa kazi. Mumechoka sana. Mzee akasangaa kwamba what is going on? Hapa ni kwangu. Jameni, hawa watu ni gani? Wakamwambia mzee, weka simu hapo kando, hakuna kuongea keti hapa. Sisi leo ndio tunawapikia. Wakauliza mzee kwamba leo tutakula nini? Wakauliza mama, tutakula nini? Mama sasa wakaenda kwa fridge, wakatoa kuku, wakapika hapo, wao ndio wanapika, wakasafu mzee, wakamwambia mzee kula vizuri leo tuko hapa. Wakawa hapo saa 2 yote, saa 3 yote, saa 4 yote, chakula imekuwa ready, wakateke, wakafanya kila kitu. Sasa wakamaliza, wakamwambia mzee, sasa tunataka kwenda. Tunaona hiki kikapu chenye mmekuja nacho hapa, hii ni pesa ya leo tu ya business. Wapi ya jana, wapi ya juzi? Wakaingia kwa nyumba, wakakusanya pesa yote, na wakamwambia sasa mzee, ile kitu utafanya. Wakaambia mama wewe lala chini. Mama akalala chini. Wakaambia mzee, sasa utatupeleka na gari yako, utatusindi kidogo. Sasa wakaweka torch open, wakamulika torch mama, wakamwambia mama, tuko hapa, hebu lala chini na hakuna uzinue kichwa juu. Kumbe wamemulika torch na wametoka na mzee. Wakaambia mzee, tuende utupeleke. Mzee akawapeleka. Gate ya kwanza ikafunguliwa, wale wakaingia ndani. Gate ya 2 ikafunguliwa, wale wakaingia ndani. Ya 3 ikafunguliwa, wakaingia ndani. Wakatoka kidogo distance, wakaambia mzee, sasa unaweza tuachia hapa. Mzee akawaachia hapo na wakaenda na pesa. Mzee akarudi nyumbani, akapata mama bado ako chini, amelala, kichwa imeenda chini, ndiye anaambia mama, inua kichwa. Wameenda wale watu. Sasa mimi nataka kuuliza wewe, nauliza wewe namna hii, hao watu walipita wapi? Na huyu mzee alikuwa amelinda boma yake. Mzee alikuwa amelinda boma yake vizuri. Lakini sasa walipita wapi? Jameni, iliwezekana namna gani? Ndio sababu ninakwambia, ndio sababu tumesoma neno la Mungu. Jameni wapendwa, katika taoni hii, mji huu, nataka kuwatangazia kwamba Bwana asipolinda mji, Bwana asipojenga mji, wale ambao wanachenga
na wale ambao wanalinda wanafanya kazi ya bure. Hebu soma mtumishi wa Mungu. Endelea kusoma kwenda chini. Kazi yenu ni bure. Kazi yenu ni bure. Na waamka mapema. Wale ambao wanaamka mapema na kukawia kwenda kulala. Na kukawia kwenda kulala. Jameni, dunia hii, jameni, ulimwengu huu, watu wamefanya kazi nyingi. Watu wanaamka mapema, watu wanaenda kulala late. Kwanza hapa taoni watu hawalali. Watu wanazunguka hapa, wanapita, wakipanda, wakiteremuka. Jameni, watu hawalali. Business ndio hiyo. Kila siku huko kwa duko na amkia asubuhi na unachelewa kwenda kulala. Watu wanafanya kazi ngumu, mara sijui ni nini. Wengine ni waendezaji wa bodaboda, wengine magari, kila mtu na kazi yake. Wengine ni hoteli, wengine ni maduka hapa, wengine ni hardware. Watu wanaamka asubuhi, wanafanya kazi ya nguvu, wanaketi hapo, wanashinda hapo, wanaendelea kufanya kazi, wakisema kwamba wanajitafutia, lakini Biblia inasema kwamba hiyo ni kazi ya bure. Kama Bwana hayuko, kama Mungu hayuko, hiyo kazi utakuwa unafanya, utakuwa unajitokeza bure, unakuwa unachoka bure. Kwa sababu Biblia imesema kwamba kazi yenu ni bure. Wale ambao mnaamka asubuhi na kufanya kazi ngumu na kuchelewa kwenda kulala. Lakini Biblia inasema namna gani? Nakula chakula cha taabu. Na chakula yenye tunakula ni chakula cha dhahabu. Yeye umpa mpenzi wake usingizi. Biblia inasema wapendwa kwamba yeye Mungu umupa mcha wake usingizi. Yaani yule ambaye amempenda Kristo Yesu kama Mwokozi wa maisha yake, hata ijapokuwa utashughulika na maisha haya, Mungu anasema kwamba hata kushughulikia hata kama umelala. Na ndio sababu tunawaita katika majuma haya, mpendwa, leo hii ikuwe siku yako ya kumpenda Kristo Yesu kama Mwokozi wa maisha yako. Kwa sababu gani, mchungaji? Ni kwa sababu yeye amesema na kuahidi kwamba yeyote yule ambaye amemcha, yoyote yule ambaye amempenda, jameni, hata kama amelala, Mungu atashughulika pamoja naye. Haleluya. Amen. Amen. Bwana asipochenga mji, wala ambao wanachenga mji wanafanya kazi ya bure. Kwa hivyo kuchenga. Kwa hivyo usije ukasema kwamba kumbe hata Biblia inasema tu kuchenga basi hata hakuna haja. Kumbe Bwana asipokuwa hata nisipochenga, hapana. Luka 14 mstari wako 28. Luka 14:28. 14:28 Luka. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, maana ni nani katika nyinyi? Maana Biblia inasema kwamba maana ni nani katika nyinyi? Kama akitaka kujenga mnara. Yoyote ambaye yako hapa, wewe ndiye Biblia inayoulizia kwamba nani katika nyinyi ambao mnaonisikiliza, ambao mnapata sauti hii, nani ambaye anataka kujenga mnara? Nani anataka kujenga nyumba? Nani anataka kujenga boma? Kitu ya kwanza Biblia inasema kwamba lazima uketi kwanza na kuhesabu gharama. Uketi kwanza uhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia. Kwamba nikianza kujenga nyumba hii, nikianza kujenga mnara huu, nikianza kujenga boma hii, jameni, niko na vya kutosha. Will I be able to finish? Ninaweza kumaliza mjengo huu? Hilo ndio swali kila mmoja anastahili kujiuliza. Endelea kusoma mtumishi wa Mungu. Maandiko yanazidi kusema, asije akashindwa. Maana usipopiga hesabu nzuri utashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Utashindwa kumaliza mjengo huo baada ya kupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki. Ambao wanapita hapo karibu na mjengo wako, hapo kwenye unaendelea hapo kwa site, wale watu wanapita, lazima watakuongea, lazima watakuzungumuza, na watasema namna gani mtumishi?
Watu hao mtu huyu alianza kujenga. Jamani, angalia mtu huyu anataka kujenga nyumba, ambaye anataka kujenga boma, mnara. Asiketi kwanza akapiga hesabu kwamba kazi hii ambayo nataka kuifanya, je, niko na material ya kutosha? Niko na changarawi ya kutosha? Jamani, niko na matofali ya kutosha? Hili ndio uanze kufanya kazi hiyo. Lakini nataka uweze kujua namna hii, nyumba ambayo ninayozungumzia hapa sio nyumba hii ambayo mnazoziona hapa, sio nyumba hizi ambazo mnazozitazama hapa. Nyumba ambayo ninayosoma hapa, at the end of this lesson tutaweza kuona kwamba ni nyumba gani. Kwa hivyo usije ukachanganyikiwa, maana Biblia imesema kwamba Bwana asipojenga wale wanachenga wanafanya kazi ya bure. Bwana asipolinda wale wanalinda wanafanya kazi ya bure. Tena Luka naye amesema 14:25 kwamba nani kati yenu ambaye anataka kujenga mnara hasiketi chini kwanza hakapiga hesabu kwamba niko na material ya kutosha, jamani, ninaweza kumaliza mjengo huu? La, basi kama huwezi kufanya hivyo, nataka kukuhakikisha kwamba Biblia imesema kwamba watu watakuongea kwamba mtu huyu alianza kujenga lakini ameshindwa kujenga. Sasa pastor, unamaanisha namna gani? Kwa hivyo sasa hata tunaona kwamba hakuna haja ya kujenga nyumba. Kumbe hata kujenga nyumba hakuna faida. Biblia inasema namna gani? Kutoka kitabu cha Yeremia 24 mstari wake wa 4, mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema Yeremia 24 mstari wa 4. Yeremia 29 samahani 29 mstari wake wa 4. Asante. 29 mstari wa 4. 29 mstari wa 4. Bwana wa majeshi, Biblia inasema kwamba Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, Mungu wa Israeli awaambia hivi watu wote, waliochukuliwa mateka. Sikilizeni sasa, Mungu anatoa tangazo, anazungumza kwetu sisi sote. Anasema kwamba Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli ananena namna hii, anazungumza kwa watu wote ambao tuko hapa. Anasema namna gani, mtumishi? Waliofanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli. Jengeni nyumba. Haya, Mungu anasema kwamba jengeni nyumba. Jengeni nyumba. Jengeni nyumba. Mkakae ndani yake. Jengeni nyumba. Mkakae ndani yake. Mkakae ndani yake. Biblia inasema, wapendwa, Mungu mwenyewe ndiye anayesema kwamba watu wakajenga nyumba. Kwa hivyo unapoona mtu anajenga nyumba, uweze kujua kwamba hiyo, that is a good subject. That's a very good subject. Na kila mmoja anastahili kuscore, anastahili kupata 100%. Lakini niliwaambia kwamba sio neno ni nyumba gani, sio neno ni ghorofa, sio neno ni ya mabati, sio neno ni ya tiles, sio neno ni ya boxes. Nyumba yoyote ile, Mungu anasema kwamba, alisema kwamba asipojenga wachengao wanafanya kazi ya bure, na amesema kwamba upige gharama, na amesema kwamba jengeni nyumba kila mmoja, na ukisha kujenga nyumba uweze kukaa hapo. Ninajua kwamba kila mmoja ametoka katika nyumba kwenye umetoka hapo, kwa nyumba yako hapo kwenye umetoka. Hiyo ndio Mungu anayezungumzia, lakini sio nyumba majengo. Tutakuja kuelewa vizuri tukiendelea kusoma. Biblia inaendelea kusema namna gani, mtumishi wa Mungu? Kapandeni bustani. Haya, tena inasema kwamba tukapande bustani. Ninajua kwamba hapa ni town, lakini kuna wengine wako na mashamba. Basi bustani ni hapo kwenye unafanya kazi, hapo kwenye unafanya kazi. Wengine ni bodaboda, wengine ni kwa magari, wengine ni kwa hardware, wengine ni wakinyozi hapo, wengine ni supermarket. Hiyo ndio bustani yako. Ukapande bustani, ukafanye kazi. Kwa hivyo Mungu anasema kwamba watu tukafanye kazi, tusije tukawa idle, tusije tukawa kwamba tuko hapo tu. Lakini Biblia inasema kwamba tukapande bustani ili tuweze matunda yake, tuweze kula matunda yake.
Yaani ukifanya kazi yako utapata matunda yako kutoka hapo. Ukifanya kazi yako kwenye umeachiliwa utapata mshahara wako, na hayo ndio matunda yako. Hata ukienda kwa shamba lako ukipanda hapo utavuna chakula, na hapo utapata matunda yako. Kwa hivyo Mungu anasema namna gani? Kila mtu haweze kufanya kazi, tuweze kupanda bustani, tuweze kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kupata chakula, tuweze kutumia. Biblia inaendelea kusema namna gani mtumishi? Maandiko yanazidi kusema, inasema oeni wake. Oeni wake. Jameni, inasema namna gani mtumishi wa Mungu? Oeni wake. Oeni wake. That's what the Bible says. Kwamba sasa ukichenga ni ulime, upande bustani. Jambo la tatu, uweze kuoa. Kwa hivyo kuoa ni subject nzuri. Wacha kukaa miaka yote kwamba utaki kuoa. Kuoa ni subject nzuri. Kila mtu akapate mke wake in Jesus name. Hallelujah. Kila mtu apate mke wake. Oeni wake kila mmoja. Miaka yako ikifika hoa. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Wacha kukaa namna hiyo. Mpango wa Mungu ni kwamba watu wakaweze kuoa, ukaweze kutengeneza familia yako, ukaweze kutengeneza ukoo wako. Oeni wake, hiyo ni mpango, huo ni mpango wa Mungu. Tena wakafanya namna gani? Ukazae wana na binti. Ukazae wana na binti. Kawaozeni wake wana wenu. Yaani wasijana na nyinyi olewa. Ukawaoze waume binti zenu. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Mungu anasema kwamba ukiza hoa wewe mwanaume na wewe msichana olewa. Wacha kukaa peke yako, eti unataka kukaa, eti nataka kuwa single. Hapana, Mungu hataki namna hiyo. Olewa na wewe uende. Ukipata mwanaume enda mapema. Enda mapema. Wacha kusema eti unapima upepo sijui unafanya nini. Utapima upepo utapata umesimama peke yako. Olewa. Kama umepata mwanaume, olewa. Na nyinyi wanaume hoa. Wanaume wengine hawataki kuoa sasa. Nowadays wamesema kwamba eti maisha imekuwa ngumu. Hapana, hata kama maisha imekuwa ngumu namna gani, hoa pipi yako, muende mkule maisha hayo magumu. And that's what God says. Hoa bwana, wacha kusema eti maisha imekuwa ngumu, eti sijui nini. Unataka kukaa peke yako namna gani? Nani alikuambia? Kwani wewe Biblia hii hujaisoma? Hao watu wanataka kukaa peke yao, eti unataka kukaa peke yako miaka 40, 45, 50. Uko na mpango gani? Oa. Na wewe unataka kukaa peke yako, utaki kuoa namna, utaki kuolewa namna gani? Nani alikuambia? Eti ukae peke yako utaki kuolewa. Olewa. Kama umepata mwanaume, kwanza wasichana wacha niwaambie. Hii mambo ya kujifanya fanya. Ukipata mwanaume anakutongoza, wacha kuongojea kupigie simu. The following day mpigie simu muulize ile mambo ulikuwa serious lakini ama iko namna gani? Kama unaongojea ufuatiliwe utaongojea sana. Wacha kuongojea wanaume hawataki kuoa sasa. Sasa inabidi waweze kusukumwa zaidi sana. Wasukumwe kwa nguvu. Wewe akijaribu kusema amekupatia namba, the following day mpigie. Wacha unajua wasichana wengine nowadays watu sijui wako namna gani. Mnajuana na mtu leo, kesho yake nitumie sijui nini, nitumie bando. Kwani ulifanya kazi wapi? Utulia kwanza. Wacha kuomba pesa. Nitumie sijui nini. Sasa mmefanya wanaume wameogopa, hawataki kuoa sasa kwa sababu gharama yenu imekuwa juu sana. Ukiendelea kufanya hivyo, wengine ni kukula fare tu hapa kila siku. Utauawa wewe. Wacha hiyo mambo. Wacha kukula fare. Enda olewa kwenda huku kaa kwako. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema kwamba watu wakaweze kuoa na wengine waolewe, waende wakakae. Wacha kukaa peke yako nyuma ya maduka hapa. Haistahili kuwa namna hiyo. Olewa ni vizuri. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Tena inasema namna gani mtumishi? Ni neno la Mungu tu. Andiko inazidi kusema. Andiko inazidi kusema. Mkawaoze waume binti zenu. Wacha wasichana wenu pia waweze kuolewa. Wazae wana na binti. Ukiza olewa, wacha kusema unapima upepo. Saa watoto haraka. Tutakutuambia hapa eti nini? Biblia inasema kwamba wakati umeolewa saa watoto. Amina. Saa watoto haraka mapema. Hivyo ndivyo Mungu anataka bwana. Mkaongezeka huko wala msipungue. Muweze kuongezeka. Wala msipungue. Jameni, usitake ukoo wako ukapungue. Oa
olewa, saa watoto, lakini tena ulete namba mzuri. Wacha kuzaa kama sungura. Kwani nani atalea? Wengine ni kuzaa tu kila siku, kila mwaka mtoto. Unapeleka wapi? Kwani uko na gara ya kuvuna watoto? Leta watoto wale ambao unaoweza kulea. Sasa wengine unaleta tu bila mpango, alafu unawacha hapa mahali popote. Wacha hiyo mambo. Kama hujaolewa, tulia, ongojea. Wacha kuzaa watoto hapa tu na una mwanaume. Sasa unapeleka wapi sasa? Sasa wanaume na wao wameshindwa. Akikupata ni msichana mrembo, unamwambia lakini sasa hata kama vile nimeniona hivi, umenipenda kweli? Nimekupenda. Haya basi, kuna kitu nataka kukuambia, sijui kama utakasirika. Siwezi kukasirika. Ni nini? Najua ni temptation, sijui nini, niko na watoto watatu. Sasa watatu, hamna shida. Alafu mtu akitoka hapo, ukijaribu kupiga simu inafanya mteja hapatikani. Nani anabeba mizigo yote? Mtu atapeleka wapi? Aenda kukuongezea tena wawili. Sasa itakuwa namna gani? Kama wewe hapana olewa, tulia, ongojea. Na wewe kama umeoa bwana, hoa, wacha kuzaliza watoto wa wenyewe. Yaani wewe kazi yako ni kuzaa hapo na wacha kuzaa hapo na kwani wewe uko na mpango gani? Uko na mpango gani wewe? Kazi yako ni kuzaliza wasichana tu hapo. Hiyo sio mzuri. Oa bibi yako, kaa na watoto wako. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Lakini anaendelea kusema namna gani? Kwamba God said it is not good for a man to be alone on earth. Genesis 2 mstari wake wa 18. Maandiko yanasema Bwana, Biblia inasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake. Huyu mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Msaidizi wa kufanana naye. Wacha kukaa peke yako bwana. Hapana. Mungu anasema kwamba alitazama akaona huyu mtu hawezi kuwa peke yake. Kwa hivyo wanawake jameni ni wazuri. Wanawake ni wazuri. Hivyo ndio Mungu anasema kwamba tafuta wako na wewe ukae na yeye. Maana Biblia inasema kwamba Mungu akatazama akasema huyu mwanaume hawezi kukaa peke yake. Sasa mimi nauliza wewe, mbona wewe unatuambia eti unaweza kukaa peke yako? Nani alikuambia? Eti wengine hawataki kuoa. Ulisoma Biblia gani? Hebu kuja na hiyo Biblia yako ili tuweze kusoma, nijue andiko hili nimesoma uko nalo hapo ama iko namna gani. Wewe bwana, wacha hiyo mambo. Huwezi kukaa peke yako, ni kuoa. Marriage is a union or agreement of two people who are grown ups, not babies who have not developed in four areas. Yaani marriage hii ambayo ninayozungumzia hapa, familia ninayozungumzia hapa, it's a union. It's a union between two people who are grown ups. Watu ambao wako tayari kuoa na kuolewa. Wacha kujaribu maisha. Wewe, marriage sio kutest hapa kwamba wacha niona hapa kama ninaweza kaa. Wacha niona hapa kama ninaweza kaa. Hapa imeshindikana miaka 2, hapa imeshindikana mwaka 1, miezi 6 mwingine. Nimeona juzi wengine wameoana 4 months. 4 months wao uko namna gani bwana? Marriage sio ya kujaribu hapa. Eti wao namna gani? Hapana. Two people who come together. And it's a union. Watu ambao wanaagree kwamba sasa tunaoana, tunaenda kukaa pamoja. Na wakati unaoa bwana, angalia mtu physically fit. Mtu ako sawa. Ambayo akienda namna hii unasema kwamba huyu ni bwana yangu. Akienda namna hii unasema huyu ni mke wangu. Lakini wacha hii mambo ya juzi wanaume wa Afrika wanasema eti unataka na mwanamke eti sijui ako namna gani. Wa Afrika sisi wasensi sana. Eti unataka mwanamke ako na matako kubwa. Kwani unapeleka buche? Sio buche unapeleka bwana. Hata kama ako namna gani, peleka muweze kukaa na muweze kutengeneza familia. Wacha mambo ya kusema eti akae namna hii, akae namna hii. Nimepata kijana mwingine akiniambia nataka kuoa msichana lakini mwenye ako na matako kubwa. Nikamuuliza unapeleka wapi? Kwani ni bucha ile unapeleka? Sasa sikilizeni, mtu ambaye physically ako fit, mentally mtu ambaye ako sawa kabisa, ubongo yake imekomaa, anataka kuja kuishi, sio kupima upepo. Unamwangalia unasema kwamba huyu mtu amekomaa kweli. Huyu mtu ako sawa. Mentally ni mtu ako sawa.
ukimwacha kwa boma hapo kwa estate kwenye unaishi, na yeye anakaa hapo vizuri. Sio kama mtu akili imeharibika. Ukitoka na kao kanatoka kwenda hapa kanafanya sui vituko hapa ambavyo havieleweki. Ni mtu ambaye mentally yako sawa, upongo yake ameamua kwamba anataka kuolewa. Hawa hawataki kuolewa. Kama upongo yako itakomaa, wewe endelea kukaa. Hata kama uko na mwili kubwa, upongo ndio bado haijakomaa. Kwa hivyo ikikuja kukomaa utakuwa sawa. Mtu ambaye spiritual yako sawa. Tunaambia watu wote hata Wakristo hoa mtu ambaye anamjua Mungu, mtu ambaye anamjua Mungu. So don't see sympathy when it comes to marriage. Usionee mtu huruma. Eti sasa mtu amekuja eti amenikanyagia sana, sasa umuone. Hakuna kuonea mtu huruma wakati when it comes to marriage. Hakuna kuonea mtu huruma bwana. Hapana, that's a union. A union ambao watu wanaenda pamoja kukaa miaka mingi. Marriage is not is a total commitment. Ni kujitolea kabisa between two people who have decided to stay together as a family. Two are better. Two are better than one. Marriage inasema kwamba ni watu wawili ambao wamedecide, it's a commitment. Ni kujitolea, unajikomiti kwamba sasa tumeona tutaenda na tutaketi, tutakaa pamoja, tutengeneze familia yetu. Kwa hivyo vijana, dear young men, andikuma ninataka kuambia namna hii. Understand well the importance of marriage responsibility before you involve yourself. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba majengo yale sasa, kumbe nilikuwa nasungumzia kwamba Bwana asipojenga mji, yale majengo ambayo tumesema kwamba mtu akianza kujenga mnara na hana hesabu kamili, yale ambayo tumesema kwamba Bwana anasema kwamba hasipojenga mji, yale ambayo tumesoma kwamba Bwana anasema kwamba watu wote wakajenge. Kumbe sio majengo haya ambayo tunayotazama, kumbe sio magorofa, kumbe sio nyumba za mabati, kumbe sio nyumba za boxes, kumbe sio nyumba za tiles, kumbe ni marriage. Mungu anazungumzia majengo ni familia, wewe pamoja na mke wako, pamoja na watoto. Na tukiendelea kujifundisha, by the way, nitawaonyesha kwamba tutasoma Biblia na mjue kwamba watoto ni mibaraka. Kwa hivyo ukioa mtu na hakuna kuzaa, usianze kusema eti. Hapana, familia ni mke na mume bwana. Watoto wakikuja ni mibaraka, and that's good. Nimeona mwanaume mwingine anafukuza mwanamke eti amezaa wasichana wanne. Kwani uliona msichana mwanamke akizaa wapi? Si wewe ndio unazaa? Si wewe ndio unazaa? Sasa unataka atoe kijana wapi kama umeshinda? Si uende kwa daktari akwambie mtafanya namna gani? Sasa ukifukuza yeye na alifukuza yeye akaleta mwingine na yeye amezaa wasichana wawili. Sasa itakuwa namna gani? Na yeye utafukuza? Hiyo yote ni mipango ya Mungu bwana. Mungu ndiye anapanga. Kwa hivyo wewe tulia, omba Mungu. Mungu atakusaidia na mambo yote itakuwa vizuri. Mambo yote yatakuwa sawa. Mambo yote yatakuwa sawa. Jamani, hizo jana jiko ya Mungu yake. Jetingo kwa rango itawa kama rawo. Haya 2 minutes. Haya 2 minutes, thank you so much mtumishi. Sasa ninamaliza kusema namna gani? Bwana asipojenga mji, wale ambao wanachenga wanafanya kazi ya bure. Asipolinda, you are doing useless work. Wale wanaamka asubuhi na kujipa shughuli hapa, kupita kufanya kazi ngumu, hata wataki kumpa Mungu nafasi. Wapendwa, nataka kuambia kwamba ukimpa Mungu nafasi, Biblia imesema kwamba atashughulika pamoja na maisha yako hata wakati umelala. Biblia imesema kwamba ukianza kujenga mnara, piga hesabu. Biblia imesema kwamba Mungu anasema kwamba watu wakajenga nyumba. Na mwishoe, kumbe pastor, nyumba sio majengo, kumbe ni familia. Hii Mungu amesema kwamba it's not good for a person to be alone. Sio vyema huyu mtu awe peke yake. Na Mungu anasema kwamba nitamfanyia msaidizi. Kumbe nyumba sasa ilikuwa ni mke pamoja na mume, watoto wakiwa ndani ni mibaraka. Shukuru Mungu. Kama hawako, hiyo bado ni 100% family. Familia hiyo bado iko sawa, endelea na maisha. Na mimi nataka kuambia kwamba Mungu aweze kuwabariki sana.
Tutaendelea kutoka hapo as from tomorrow for the whole of this week and the coming week. Naomba kwamba Mungu akusaidie, hakujalie neema yake, na wewe uweze kupata nafasi, uweze kuwa hapa wakati tunajifundisha mambo ya familia. Kwa sababu gani pastor? Kwa sababu kwaya ikisonga hapa mbele. Kwa sababu gani pastor? Ni kwa sababu Mungu mwenyewe anakaa katika familia zetu. Pastor, ulisema kwamba tujifundishe mambo ya familia kwa sababu gani? Kwa sababu nchi yetu ikienda better direction ni inatokana na familia. Tena pastor, ulisema namna gani? Tena pastor, ulisema kwamba kumbe watu wazuri wanatoka kwa familia, watu wabaya wanatoka kwa familia, viongozi wazuri wanatoka kwa familia, viongozi wabaya wanatoka kwa familia. Yaani kila mtu anatoka kwa familia. Ndio sababu gani sasa? Ndio sababu Mungu anataka tuweze kujifundisha mambo ya familia, ili tusije tukapotee kama watu wakumbavu, lakini tuwe watu ambao wako na maarifa. May God bless you in Jesus' name. Amen. Get the point. Take a step forward.